Shalom, karibu kwenye wasaa mwingine wa Njoli Ukue. Leo ikiwa ni siku nyingine ambayo Bwana ametupa, tukiwa tuna somo la 9 na usema nguvu ya ulimi, uwezo wa kulaani na kubariki. Basi tukamkaribisha Roho Mtakatifu, tuombe uwepo wake uwe pamoja nasi. Karibu Roho Mtakatifu, karibu na nguvu zako. Naomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Bwana Yesu, naomba tusamehe kwa chochote kile ambacho tumekitenda au ambacho Mungu kwa kujua pasipo kujua kimefungua hati za mashtaka. Tusamehe, uturehemu na kuturehemu, ili kwamba kwetu kukaa kwetu kusikiliza tafakari kapate kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Basi tunaenda kuangalia maandiko tu mbalimbali ya kutusaidia kwa habari hii ya kuangalia nguvu iliyoko katika ulimi. Ayubu 27 mstari inasema hivi: hakika midomo yangu haitanena sio haki, wala ulimi wangu hautatamka udanganyifu. Je, Ayubu 6:30 nasema hivi: je, mna udhalimu ulimini mwangu? Je, makaka yangu hayatambui mambo ya madhara? Zaburi ya 10 mstari 7 inasema hivi: kinywa chake kimejaa laana na hila na dhuluma. Zaburi 34 mstari 3 inasema hivi: uzuie ulimi wako na mabaya na midomo yako na kusema hila. Zaburi ya 12 mstari 3 inasema hivi: Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza, na ulimi unenao maneno ya kiburi. Zaburi ya 57 mstari wa 4 inasema hivi: wanadamu meno yao ni mikuki na mishale, na ndimi zao ni upanga mkali. Mathayo 12:34b inasema hivi: kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Na Mathayo 12:37 inasema hivi: kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa hiyo kuna haja ya kuangalia hasa maneno yetu yanabeba kitu gani. Yanabeba uhai, yanabeba laana, yanabeba uharibifu. Hivi ni vitu ambavyo lazima tuviangalie kwa makini na tuwe navyo makini sana. Ndio maana hata katika Isaya, nitasoma Isaya 54 mstari wa 17, neno linasema hivi: kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kwa mkosa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa anajua ulimi una kitu kikubwa sana ambacho lazima kuwa nacho makini. Yani mtu anaweza kunenea maneno yakabeba laana, yakabeba uharibifu. Unaweza kujinenea mwenyewe yakabeba laana, yakabeba uharibifu, lakini ukiamua visikuletee shida, ni wewe pia. Yani maamuzi pia yanatoka kwako. Unanena nini? Kwa mfano tuchukulie, tunaposema tunaibarikia siku mpya. Unapoibarikia siku mpya, maana tunaisemesha siku ikapate kuwa siku ya baraka, siku ya neema, siku ambayo imeachiliwa makusudi ya Mungu. Ndio maana yake. Au kwa mfano kuna maombi yanaitwa maombi ya kutamka, yani ya matamshi au ya matamko. Manake haya ni maombi ambayo kwa kawaida huombi kwamba Baba naomba, ila unatamka ahadi za Mungu zilizopo kwenye neno lake. Kwa tuchukulie mfano mzuri ni nini? Ni katika zile baraka ambazo zipo kwenye Kumbukumbu la Torati sura 28. Kuanzia ule mstari wa pili, tuseme pale wa pili mpaka 14. Kuna mibaraka mingi sana ambayo imeachiliwa hapo. Zaburi ya 67 ni aina nyingine tena ya mfano. Zaburi ya 118 118 mstari wa 24. Kwanza tuanzie ule mstari wa 17 kabla 24. Sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo ya Bwana. Kwa nini? Kwa sababu yanaonyesha, yani declarations hizi, kwamba unakiri kwamba hutakufa bali utaishi na kuyasimulia matendo ya Mungu. Maanake hapo unaweza kujikuta upo kwenye mazingira na kuonyesha kabisa kufa kuko karibu, na inawezekana mazingira yako yasiyo yale ya haki. Kwa hiyo nafsi yako, roho yako vinasumbuka. Kwa hiyo unabatilisha, au kuna uharibifu tu umekusudiwa kuachiliwa dhidi yako, lazima uweze kubatilisha. Zaburi hiyo mstari 24 inasema hivi: siku hii ndiyo alifanya Bwana, tutashangilia na kufurahia. Maana hizo ni declaration. Maneno ya kinywa chako yanaamua baraka ambayo inabebwa hapo. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana kuangalia na kuwa makini ni nini ambacho unakisema.
Tukienda katika Mithali 10 mstari wa 11 unasema hivi, kinywa chake mwenye haki ni chemchemi ya uzima. Maanake maneno yanayotoka ndani mwako ni chemchemi ya uzima. Yanaweza yakampa uzima mtu mwingine, akakupa uzima hata na wewe mwenyewe. Watu wanaokuzunguka wakisikia maneno yanayotoka kwenye kinywa chako wanapata kubarikiwa. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo lazima tuwe navyo makini. Mstari 21 anasema hivi, mdomo mwenye haki hulisha watu wengi. Ni jambo pia la kuwa nalo makini sana. Ukiangalia pale mstari wa 19 Mithali hiyo sura ya 10, katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu, bali yeye azuiaye midomo yake hufanya akili. Ulimi wa mwenye haki ni kama fedha teule. Lazima tuwe makini sana. Tunasema nini? Vinywa vyetu vinanena nini? Ili zile baraka ambazo Mungu anakuwa amekusudia kwa ajili yetu zikapate kumanifest. Lazima tuwe makini sana. Mstari wa 31 kwenye Mithali 10 hiyo na 32 sema hivi, kinywa chake mwenye haki hutoa hekima, bali ulimi wa ukaidi ukatiliwa mbali. Midomo ya mwenye haki huyajua atakayokubaliwa, bali kinywa cha wasio haki unena ukaidi. Kwa hiyo lazima tuwe makini sana. Maneno yetu yanabeba uhai kwa kiasi gani? Yanabeba uharibifu kwa kiasi gani? Unapojinenea maneno magumu, unategemea utakuwaje? Vile vitu ambavyo unajisemea mwenyewe, unajitamkia mwenyewe, vitu vya kushindwa, vitu vya kutokufanikiwa, vitu vya kutokupendwa, vitu vya kukataliwa, vinakuja kuwa anga inasikia, ardhi inasikia, nchi inasikia, mbingu zinasikia. Kwa hiyo hata adui anapata wepesi. Kwa hiyo yaani unakuwa unaachilia maachilio and manifestations, na hicho kitu kinakuja kusimama. Kwa hiyo tuna kazi ya kuwa makini sana na hivi vitu. Bwana tusaidie sana katika hatua zetu zote. Bwana tusaidie sana ili tusije tukakosa kile ambacho Mungu anakuwa amekusudia kwetu. Linda sana vitu vinavyotoka kwenye kinywa chako. Kama uliwahi kujinenea maneno magumu, uliwahi kujisemesha vitu ambavyo havifai, futa maneno kwa damu ya Yesu. Yabatilisha maneno, yasiendelee kupata uhalali juu yako, yasiendelee kupata uhalali juu ya watu wako. Yamkini ulisikia vitu vinasemwa, batilisha, futa kwa damu ya Yesu. Tumia Isaya 54:17, batilisha. Usiruhusu huo uharibifu. Usiruhusu hila za shetani zikasimama dhidi yako. Wakati mwingine sisi wenyewe ndio tunajiletea shida. Bwana tusaidie sana katika hatua ambazo tunapaswa kupita. Hakikisha ujinenee maneno ya kuvunja moyo, ya kujilaani. Jibarikie, jinenee maneno ambayo yanabeba uhai, yanabeba uzima, maneno ambayo yako positive. Ukizoea kufanya hivyo, utajilinda na vitu vingi sana. Bwana akubariki na neema ya Mungu isikupungukie. Mungu wetu Baba yetu, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako sasa na wakati huu tukisema asante kwa uaminifu wako, asante kwa kibali ambacho umeachilia. Naomba kibali chako, neema yako, ulinzi wako vikapate kuwa pamoja nasi. Ninayafuta kwa damu ya Yesu maneno yote ambayo mtoto wako leo kujinenea, yanayobeba laana, yanayobeba uharibifu, yanayobeba laana, yanayobeba uharibifu kwenye maisha yao. Waliowahi kujinenea, waliowahi kunenewa, waliowahi kusemeshewa, Mungu nayafuta kwa damu ya Yesu. Yasipate tena kuwa na uhalali kwa namna yote ile, katika jina la Yesu Kristo. Ili katika yote na juu yote Bwana, utukufu wako ukapate kuwa juu ya watoto wako, katika jina la Yesu. Sifa, utukufu, heshima na adhama za kwako peke yako. Amina. Bwana akubariki sana. Uwe na jioni njema na neema ya Mungu isikupungukie. Shalom.